Samahani dada, mume wako hataweza kutembea tena. Basi kama hataweza kutembea, yeye sio mume wangu tena. Samahani Alex, sitaweza kuendelea na wewe kama hakuna uwezekano wa wewe kupona. Cha usiku, unataka kuniacha? Dokta, kwani hakuna njia nyingine ya mimi kutibiwa ili niweze kutembea tena? Kusema kweli hakuna njia nyingine. Labda tujaribu kufanya vipimo tena. Kwa heri Alex. Tafadhali mke wangu usiniache, na kuahidi sitakuwa mzigo kwako. Maisha yetu hayatabadilika na kila kitu kitakuwa sawa, niamini mimi. Okay, kama ni hivyo, hebu simama unikumbatie. Natamani kusimama, lakini siwezi kuikontrol miguu yangu. Ona sasa, yani hata kusimama huwezi. Kwa kweli itakuwa ngumu kwangu kuishi na kiwete. Ukizingatia bado mimi ni binti mdogo ambaye naweza kupata mwanaume mwingine wa kunioa wakati wowote kuanzia sasa. Lakini ile ajali haikuwa kosa langu. Tafadhali cha usiku usiniache, mwenzio nakupenda. Kama kweli unanipenda, niache niende. Siwezi kukubali aniache kirahisi hivyo. Dokta, naomba unisaidie kumshawishi mke wangu. Mwambie hili tatizo linaweza kutibika ili asiniache. Usijali bwana Alex, nitazungumza naye. Nitashukuru sana dokta. Eti dokta, naomba unisaidie kumshawishi mke wangu. Huna tena uwezo wa kumiliki mtoto mkali kama cha usiku. Kwa sasa huyu mrembo anapaswa kuwa wangu. Karibu dokta. Asante. Samani dokta, unafanya nini hapa? Nilipita tu kukujulia hali. Kwani huwa unatembelea familia za wagonjwa wako wote? Hapana, huwa nawatembelea tu wale ambao nina wasiwasi nao zaidi. Lakini sijawahi kuona mahali popote daktari akitembelea familia za wagonjwa wake. Usiogope cha usiku, mimi ni daktari, napaswa kuwa na moyo wa kusaidia. Sawa, Alex anaendeleaje? Hakuna kitakachobadilika. Nimefanya vipimo vya ziada, ila majibu ni yale yale. Kwa bahati mbaya, Alex hataweza kutembea tena. Mungu wangu, sasa atawezaje kukabiliana na hili? Sipaswi kumwacha, ninahitaji kurudiana naye ili nimsaidie. Ukweli ni kwamba Alex amekubali kutokuwa mzigo kwako. Na ndiyo maana ameniomba nije nikuambie utafute mtu mwingine. Kwa sababu asingependa kukuchosha. Haya unayoyasema ni ya kweli? Ni kweli cha usiku. Hivyo angalia mtu ambaye anaweza kukuliwaza kwa sasa na uanze mahusiano naye. Hata ukiamua kunichagua mimi sitokataa kwa sababu niko tayari kukuliwaza. Habari za jioni cha usiku. Salama tu afande. Mume wako yupo nyumbani? Hapana, mume wangu yupo hospitalini tangu apate ajali. Kwani mnamtafuta kwa sababu gani? Serikali imeniomba nilete hii kadi yake. Hiyo kadi ni ya nini? Mume wako amepewa medali ya mwananchi mwema kwa sababu aliweza kumwokoa binti aliyekuwa karibu na kugongwa na gari barabarani, na hii ndio kadi ya mwaliko wa sherehe. Samahani, itakuwa umekosea. Mbona niliambiwa mume wangu aligongwa na gari tu? Cha usiku, mume wako amepata majeraha wakati akimwokoa mtoto na ajali barabarani. Tafadhali pokea kadi hii. Asante. Mungu wangu, mimi ni mtu wa aina gani? Bila shaka Alex ni mtu mzuri. Lakini haimaanishi uendelee kuishi naye maisha yako yote. Lazima tu atakuwa mzigo kwako, kwa sababu hawezi kupona tena. Usithubutu kuongea chochote juu ya mume wangu. Yeye ni shujaa na ninahitaji kumuomba msamaha. Ondoka nyumbani kwangu. Cha usiku, umerudi? Tafadhali nisamehe. Wewe ni shujaa wa kweli na serikali imeandaa sherehe kwa ajili ya kukuvisha medali ya heshima. Naomba nisamehe sana mume wangu. Usijali mke wangu, mimi nimesha kusamehe. Najua ulikuwa una hofu tu. Ndiyo, nilikuwa na hofu, lakini sasa sina hofu tena na wewe, na niko tayari kukusaidia maisha yangu yote. Nimefurahi sana kuona mmepatana, lakini kwa nini ulitaka kumwacha mwenzio? Niliingiwa na hofu baada ya kuambiwa na daktari kuwa hawezi kutembea.
Ni kweli mume wako kwa sasa hawezi kutembea kutokana na changamoto kubwa aliyopata kwenye miguu yake. Lakini baada ya miezi 2, 5 mpaka 6 atapona kabisa na ataweza kukimbia, kutembea na hata kucheza kabisa. Lakini mbona daktari alisema kwamba Alex hataweza kutembea tena? Ngoja kwanza. Kuna daktari aliyekuwa akiwahudumia ni nani? Daktari aliyekuwa akituhudumia ni yule pale. Njoo hapa, muongo na mlagai mkubwa wewe. Nimekuwa nikisikia kwa muda mrefu kwamba wewe ni mjanja na leo nimeshuhudia kwa macho yangu. Sijaelewa, unamaanisha nini? Unajifanya hujui kilichotokea, sio? Wewe si ndio ule mdanganya huyu mwanamke kuwa mume wake hataweza kutembea tena ili upate fursa ya kumchukua? Labda itakuwa alinielewa vibaya. Siwezi kufumbia macho huu upuuzi. Nitahakikisha hizi taarifa zinamfikia daktari mkuu ili uwajibishwe kwa matendo yako.